Ctv, turning on the revive. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Umunsi umwe Yesu yinjiye mu murwa Yerusalemu, mu cyubahiro cy'umwami w'abami. Abaturage b'uwo murwa basasa imyambaro yabo mu nzira hose Yesu yagiye anyura baririmba Hosiyana. Bari bazi ko azanywe no kubakiza ingoma mbi zo mu isi, kuko yahanuwe ko ari uzarengera ubwoko bw'Uwiteka. Ibyishimo bitaha mu mitima yabo, baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu, ayigobotore mu ngoyi y'icyaha no mu rupfu rw'iteka. Umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo, baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Haririmbwa indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiyana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiyana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Turasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera, kuko nta n'umunsi gira atawufite. Nawe umutima wawe ni wo mwambaro Yesu akeneye, kugira ngo akwandike ku rutonde rw'abazinjirana nabo ahera. Ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene dananjye suzuma izanjye. Nta kizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye reka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda. Ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene dananjye suzuma izanjye. Nta kizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye reka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Haririmbwa indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro,
n'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hoziyana, 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 Hoziyana. Hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hoziyana, 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 Hoziyana. Hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hoziyana, 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 Hoziyana. Hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Is touching. It's the spirit of witchcraft I'm talking about. Ctv, turning on the revive. Ctv, turning on the revive. You spirit of witchcraft, wherever you are, I command you out. I command you out. Mwache, ondoka. Mzee ondoka. Ondoka mzee. I command you out now. In the name of Jesus. Let the fire consume you. Let the fire consume you. Let the fire consume you. The mighty name of Jesus Christ. Come out. Come out. Come out. You the snake of Omieri. The spirit of witchcraft. You've tormented this man for quite a long time. It is the end of you today. You will not torment him today. Start now coming out. Beba mizigo yako. Beba mizigo yenu na muondoke. Beba mizigo na muondoke. Get out now. Get out now. Get out now. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Cut everything. Beba mizigo. Na hautamteza tena. Hamutamuteza tena. Come out now. Come out now. Toka. Come out. Come out. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Die. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Leave this body, leave the body, and leave the soul. In Jesus' name, they are free. Amen. They are free. What is that man? They are free man. Sema Bwana Yesu, nitakutumikia. Ingia kwenye moyo wangu, kwenye damu yangu, kwenye mwili wangu, fikira zangu, kinywa changu, mienendo yangu, na hata familia yangu. Milele na milele udumu kwangu. In Jesus' name. Amen. Regeshwa nguvu. Regeshwa nguvu zako. 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 Ori baba Yesu. Regeshwa nguvu zako. Regeshwa. Regeshwa zote. Regeshwa zote. They will never steal from you again. In Jesus' name.
When I see that sick now. Yeah. Yaani hata kujaongea tu. Kumention tu jina. Really, that is one spirit that has. Ctv turning on the revive. Anapumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Miandaraini hapo Samueli alikuwa amefariki. Praise be the name of God. Amen. Samueli was not alive. Na walikuwa washamuomboleza na wakamzika. Na wakamaliza maombolezo. Sasa nataka tufuatie, ni hadithi nzuri sana, nataka uielewe. Tuende moja kwa moja taratibu tu, tukielewa hadithi ile ndio ujue nguvu. Nataka kukupelekea nguvu za kiuchawi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na venye zinafanya kazi. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na wakamzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amemuondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Samueli alikuwa mtumizi wa wachawi na watambuzi. Watambuzi wanaitwa nani? Watambuzi ni wanani? Ni diviners. Watambuzi ni diviners. Samueli alikuwa anatumia watambuzi na wachawi. Kwa hivyo wakati alipokufa Sauli, alipochukua kiti, basi aliondoa nguvu zote za wachawi, akaondoa hata nguvu za watambuzi. Maana aliondoa chochote Samueli alikuwa akitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafaulu kuondoa because aling'oa chochote ambacho Samueli alikuwa anakitumia. Maana Sauli alitaka kumtumia Mungu, maana aliyemkalisha kiti pale ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapoanza safari yako, unapoanza jambo lolote lile, ni vizuri kujua ni area unayokaa, ni nani wameshika, ni ngome gani zilizo katika maeneo yale. Kwako nyumbani, huyo mume wako ama huyo bibi yako ama hao watoto wako, ni ngome gani ambayo imeshika? Na ni uweze kufaulu, lazima upambane na zile ngome walikuwa wakizitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alikuwa anatumia watambuzi, unajua nguvu za watambuzi ziko wapi, unazing'oa. Sauli alihakikisha ameng'oa kila kitu ambacho kilikuwa kimewekwa na Samueli. Unapoingia kwenye maeneo mapya, ng'oa mizizi yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'oa nguvu zote, na ng'oa ukiwa na imani na kutarajia Mungu. Kwa sababu unaweza kung'oa lakini uwe hauna imani. Kumaanisha nini? Mapepo yale yatakugeuka. Wacha tusome tuendelee tujue. Namba 4 inasema, nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shenumu. Naye Sauli akawasanya Waisraeli wote, nao akawapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao wanajeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini kinachangia mtu kuanguka? Jeshi la Wafilisti ambalo lilikuwa linatumia nguvu za kiuchawi, nguvu za waonaji. Sauli akatengeneza jeshi kubwa la Waisraeli,
Lakini alipoangalia akaona Wafilisti walivyokuja, akatetemeka na akaogopa. Ni nini hiyo? The spirit of fear was inserted into him. The spirit of fear. Where there is witchcraft, there is the spirit of fear. Panapo uchawi, kuna spirit ama kuna pepo lile la kuogofya, na utaishi kwenye kuogopa, utaishi kwenye kutetemeka. Maana Sauli aliwekwa pale na Mwenyezi Mungu. Sauli aliwekwa pale na Mungu, aliteuliwa na Mungu, lakini alipoangalia jeshi ambalo linakuja aliogopa, akatetemeka na akawa hajiamini tena. And that is where Christian ameanguka. Umekuja umeombewa, lakini bado unataka kwenda kutafuta mambo mengine kwingine. Umekuja umeondolewa, umeambiwa kutoka leo mazingira ambayo umekuwa ukiyapitia yameondoka. Kutoka leo hauko chini ya waganga. Kutoka leo hauko chini ya wachawi. Msubiri Mungu akutendee. Maana Jehoshafati aliambiwa subiri uone muujiza Mungu atakao ufanya. Kwa hivyo lazima ukiondolewa kwenye mikono ya shetani usubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia kwenye nguvu na mamlaka ya Mungu subiri. Maana wakati wa Mungu ndio ufaao, si wakati wako. Kwa sababu kuna wengi wangetaka jambo fulani litendeke kwa ghafla. Kuna watu wengi wangetaka jambo hilo nimekuombea sasa ungelitaka lifanyike saa hiyo. Lakini process ya Mungu ni tofauti na process yako. Process ya Mungu ina uwezo wa kungojea, maana anataka akuivishe. Anapoachilia baraka kwako, anapomua misingi ile, anapomua mitambiko iliyowekwa katika maisha yako, anataka kukupeleka moja kwa moja kwa upole ndio uelewe na kuweke mahali unastahili. Ni uwe na foundation. Maana chochote ambacho kimekushika kina foundation, kina misingi. Uchawi ambao uko nao umekuwa ukikusumbua, si wa jana, si wa juzi, na si wa mwaka jana. Ni uchawi umekuwa nao miaka mingi sana. Maana ni kitu imetoka kutoka generation moja hadi generation nyingine. Praise be the name of God. It has been on a generational basis. Wakati Naamani aliambiwa aogeshwe mara 7. Maana kilichokuwa kimemshika ni ngome ya generation 7. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever has been in your life, you have to look at it. For how long has it been there? Kama shosho yako alikuwa bado anapitia unayoyapitia, fuata uangalie kama shosho yake alikuwa anayapitia yale. Kama jambo unalolipitia mama yako alilipitia na mama yake alilipitia, lifuatilize, labda limeenda mpaka generation zingine 6. Kwa hivyo muujiza utakaotendeka kama kitu kitakachotendeka katika maisha yako hakitachukua muda tu wa ghafla. It will be a process. Naaman had to be dipped in the water 7 times. 7 good time. Kuna mzee mmoja alinipeleka kwenye mtu akanidipu ndani ya maji mara 12. Akaniambia ni mapepo ambayo yamekushika generation 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. And then it happened so. Jambo tu. Msaidie mtu. It happened. Uko sawa? Chukua basi. Mrudishie huyo. Umiri. Unaweza kuwa sana. Good. Piga Yesu makofi. That is where we are heading to. Niwaambie kanisa. That is where we are heading to. Where you stand, the demons zinaanza kupotea. Provided mkuwe clean. Mwe clean. God wants to use what? A contract? Yeah? Ongea kama mtu amekula. Contract na cleaners. Natemeka kwa nini? Mama, unipike.
A contrite and a clean heart. Not clean heart. Not contrite, clean heart. A contrite and a clean heart. A and a. Ctv, turning on the revive. The remaining time is for the cup of tea, if it is there. Carol, we have a cup of tea. We have. Tũthaithe Ngai atũigue mũthenya wa mũthia. Ũmũthĩ ndirenda kũhunjia, ndĩrenda tũthaithe Mwathani nĩ ũndũ wa itũũra rĩa Mwea. Tũthaithe Mwathani nĩ ũndũ wa rogi arĩa me Mwea. Tũthaithe Mwathani nĩ ũndũ wa ciana citũ iria irakua. Tũthaithe Mwathani nĩ ũndũ wa mawĩko marĩa arenda gũtwĩkĩra. Tũthaithe Mwathani. Yes, Penina. Oya moko tutũthaithe Mwathani, twĩtĩkĩre. Kama wewe hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu. Inua mikono yako juu. Tuimbe. Kuna kitu kinaenda kutendeka. Bwana anaenda kunena. Bwana anatenda kitu siku ya leo. Kuna ushindi kinafanyika leo. Kuna mamlaka yanaenda kuvunjwa. Mipango ya shetani ya maisha yako inavunjwa. Usherati unavunjwa. Wachawi wataangamia. Eliminati wataangamia. Inua mikono, inua mikono. Tumwimbie Yesu. Inua mikono, tumwimbie Yesu. Inua mikono, tumwimbie Yesu. Inua mikono, tumwimbie Yesu. Aliye kama wewe hakuna. Inua mikono yako kila mtu juu kabisa. Angalia mkono wako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na sina baba yangu aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna. Inua mikono yako mlilie Yesu. Kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama. Ũmũthĩ ndirenda kũhunjia, ndĩrenda tũthaithe Mwathani nĩ ũndũ wa itũũra rĩa Mwea. Tũthaithe Mwathani nĩ ũndũ wa rogi arĩa me Mwea. Tũthaithe Mwathani nĩ Contrite heart. So what is this, a contrite and a clean heart? It's a straight forward heart that works, moves, and does according to the will of God. Ctv, turning on the revive. Negokena na kugoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Negokena na kugoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Tiga nĩwe
negukena negukena nakugoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. No ndĩna mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ ndiũĩ gũgakĩ atĩa. No ndĩna mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Manene emanene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene nĩmanekĩte manene emanene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Hawaamini umeshikana na Yesu. Hawaamini ambaye uliyeshikana na yeye ama aliyekubariki ni mkubwa kuliko wote. Wafalme hawa wakaungana na wakaambiana, lazima tushambulie huyu mtu ametusaliti. Praise be the name of God. Na wakapanga vita. Wakapanga. Walipokuwa katika hali ya kupanga, wakapanga vizuri na wakasema jeshi zote zikuje. Wanajeshi wa Yumathi, majeshi wa Ai, majeshi wa Hebroni, wote wakakuja mpaka Egiloni, wote na hata Debiri, wote wakaungana pamoja na wakatengeneza jeshi moja ya kuenda kuvamia huyu aliyeunganika pamoja na Waisraeli. Praise be the name of God. The power, the force was too big. Walipanda kikosi kikubwa na kikosi kizuri, kikosi ambacho kilikuwa kinaeleweka. Maana Wadebiri, Waelikroni wote walikuwa pamoja, walikuwa ni wengi kuliko hata Wanaisraeli wote. Na hiyo ndio nakutanga hali nyingi ya Mkristo. Unapookoka challenges zinakuja nyingi. Unapookoka ndio unapata watu wanakujaribu kukuvamia. Ndio unapookoka ndio njaa inaingia. Unapookoka ndio kanyumba kanafungwa. Unapookoka ndio unapata kazi inaisha. Challenges zinakuja nyingi. Kumbe wafalme ambao walikuwa wanakutumia, ufalme ambao ulikuwa ukikutesa, ndio huo umekasirika, unataka kuja kukupokonya, kukurudisha huko kaburini. Hawa wafalme walipoungana, wakapanga vita na wakajipanga vizuri. Wakachukua missiles zao, wakachukua mabunduki zao, wakachukua hata makombora yao, ndio waende wakabomoe mji wa Gibeoni. Hawakuwa wanapanga kwenda kupiga Israeli. Walikuwa wanapanga kupinga yule aliyeshikana na Israeli. Praise be the name of God. They don't gang against the spirit that led you to salvation. They gang against you who went that spirit. Praise be the name of God. Amen. They don't gang against the blessing. They gang against the one who is blessed. Praise the name of God. Amen. They don't gang against the job opportunity given to you. They gang against you who has been given the job opportunity. That is how they will come. They will make
sure you don't go along with the job. You don't go along with your marriage. We don't go along with your business. We don't go along with your ministry. They don't gun against you, the subject or the job or the marriage or whatever that happens. They will go to you who was blessed to tap the blessing, because they want to bring the spirit of discouragement. Praise be the name of God. You will find wale watu wote wamerudi nyuma, wale watu wote wameshindwa, wale watu wote wamekufa kiroho. It is because of the spirit of discouragement. Walipoungana walijua hawamwezi kumpiga Israeli, lakini aliyeunganika na Israeli kwa maana ni mlegevu na hana imani kama ya Mwisraeli, walijua watavamia huyu mwenye imani yake haijakuwa. Na ndio unaambia unapookoka ama unapobarikiwa, katika hiyo hali ya mwanzo imani yako inakuwa dhaifu, na ndio unahitaji mtu wa kukushika mkono. Wakati unavunjiwa madhabahu, ndio unakuta wanainuka wote, wanapokuja pamoja, maana watapanga kando kando, waseme huyu mtu ambaye amekuwa mtumishi wetu, ambaye ametutumikia, ametuondoka, lazima tuende tumshike. Na walipopanga wakajiandaa vizuri, na wakasema wanaenda kuvamia. Katika hali ya kwenda kuvamia, nao Wagibeoni watakasikia. Wagibeoni wakasikia, maana hakuna siku walivunja agano, hakuna siku walienda kinyume na agano, hakuna siku walikosa kukuwa wamejisikia. Na Mkristo ndio anaanzwa, ndio Mungu aendelee kukutetea. Endelea naye kujisikia ndani ya Kristo, endelea kuwa upright, endelea kukaa katika mapenzi ya Mungu, endelea kutembea katika mapenzi ya Mungu, ndio utawezeshwa kujua maadui wakipanda. Kwa sababu Bwana alisema nitasambaratisha maadui wako, nitawavunja na kuwateketeza maadui wako. Maana kitabu cha Yeremia 1:9 na 10 inasema umechaguliwa kuvunja, kuteketeza na hata kuangamiza na kubomoa falme za kishetani, kisha kujenga na kuinua falme za Mungu. So when you are doing the breaking and destroying and dismantling the kingdom of the devil, then that is when the enemies will come, because you are destroying their enemy, their camps. You are destroying their powers and authorities. You are destroying what they feed on. You are destroying what they call theirs. That is when they plan. Immediately when you get into your victory, when you get into your breakthrough, when you get into your blessings, that is when the enemy will come to stop you from enjoying the fruits of the blessing. Praise be the name of God. That is when temptations, there are many. When you go and destroy or bring down an altar, Gideon, they planned to attack Gideon after he destroyed the altar of the father. That is when they went to the father and asked the father, can you bring your son? Because he has done an abomination. And then the father said, and that's where I'm coming in now. Then the father said, Baba akawaambia, kama kweli madhabahu haya ni ya kweli yatajitetea. Maana alijua Gideon ako na Mungu, na ako na Mungu aliye hai. Na baba alijua hakika amekuwa akiwaandaa wana wa hawa watu wa Gibeoni. Watu alikuwa akiwaandaa, na yeye aliwamizirini kwa kaabudu Mungu ambaye hafai. Hapo baba alipoenda akaambiwa na wazee ati mtoto wako ameangusha madhabahu yetu, baba aliwaambia madhabahu yana uwezo kwa kujitetea. Kama kweli huyo ni Mungu, atajitetea. Na kwa sababu alikuwa anajua si Mungu ambaye walikuwa kiabudu, alikataa kuhusikana na wao kushambulia huyu. Maana alijua huyu amekuja, mtoto wake amekuja
pamoja na Mungu wa kweli. Sasa hawa walijipanga na wakaenda kuvamia Gibeoni. Siku ile walijipanga, naye mfalme wa Gibeoni akampigia simu, akamwambia Joshua, kuja na ukuje haraka sana. Hapo ndio sasa imani yako inajaribiwa. Kuja na ukuje haraka sana. Kwa maana wafalme hawa wengine wote wameungana, wanataka kutumaliza kwa sababu tuliungana na wewe. Wakati huo, wakati unaokoka, maana Yesu ndiyo mwokozi wa maisha yetu. Yesu ndiyo kimbilio letu. Yesu ndiyo mlinzi wetu. Wakati umeokoka, unajiachilia moja kwa moja, unajiachilia 100% kwa huyu mfalme Yesu ndio akutetee. Wana wa Gibeoni walijiachilia kwa mikono ya Joshua. Maana mkataba walioandikiana na Joshua, waliambiana kitu kimoja: kutoka leo vita vyote vile ambavyo mmekuwa mkipitia, mimi Joshua nitawasimamia. Lolote ambalo likuwa mkitandika, mimi Joshua nitasimamia. Kama kuna maadui, nitawasimamia. Kama kuna watu watakaoinuka kinyume, mimi nitawasimamia. Hivyo ndivyo Yesu alisema sisi ambao tumeokoka. Maana alituambia mizigo yote nileteeni kwenu. There is no need to worry. With Jesus, there is no need to be worried. With Jesus, there is no need to cry. With Jesus, there is no need to even worry. Maana walimpigia Yoshua simu, wakamwambia Ctv, turning on the revive. Neno la kinabii. Kuna mtu anaenda kupona. Kuna mtu anaenda kuachiliwa. Kuna mtu anaenda kufunguliwa. Kuna mtu anaenda kupokea. Kuna mtu maisha yake yanaenda kubadilika. Sikiliza. Ngoja kidogo. Mzee wa keyboard, ngoja kidogo. Sikiliza. Mimi nimeingia jela mara 52. Aingalile jela nimefungwa jela mara 52. Ohetwo jela maita 52. Wamenirushia risasi mara 12. Akahorewa akahetio rithathi 12. Wameniwekea sumu mara 9. Agekirwo thumu maita 9. Wamenitega kwa accident mara 30. Agatwara mutino wa baba maita 30. Lakini huyo Yesu akaniambia, no Yesu siakinjira niangalie kwenye kitabu cha Yeremia. Ndoratilo kule Yeremia kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa mbele. Yeremia kwanza. Yeremia imwe. Akaniambia kitu kimoja. Akijero ndomwe. Kabla haujazaliwa. Baya ombeto kabla usialeto. Kabla haujazaliwa. Bere usialeto. Nilikuwa nakujua. Ndale bowe. Nikakutenga. Jikwamora. Nikakumwagilia mafuta. Nikakuiterelia mafuta.
ukahubiria watu, ukatangaze injili yako, ukatangaze kuna Mungu mbinguni, ukatangaze kuna Yesu mbinguni, ukatangaze kuachiliwa kwa watu wangu. Katika kitabu cha Luka, huyo Yesu akaniambia eti ya kwamba umenyate huu ndio mwaka, uyu niguo mwaka wa watu kuachiliwa, wandu kuhorithio, kwa sababu watu wameshikwa mateka, andu nimanyititwo migwate, watu wameshikwa mateka, andu manyititwo migwate, watu wamefungwa, andu makohwo. Mimi sikukuja hapa kwa sababu ya kanisa moja, ndinoka kurutondo wa kanisa, sikukuja hapa kufungua kanisa, ndinoka kuhingura kanisa, sikuja hapa kusema mimi nafuata huyu, ndinoka kubana mbele nimekuja kukuambia Yesu ni Mwokozi, Yesu ndiye anakuacha huru. Ctv turning on. Thank you, King of God. Bwana asema kwa huyu kijana Mungu amekusamehea, anakuita urudi kwenye nyumba yake na atakutumia na njia ya hali kubwa sana. Yeye ndiye alikutenga. Usione ukufadhaika kule mmefadhaika, kudhoofishwa ama kuishi katika maisha ambayo ni ya aibu na kudhalalishwa. Bwana anasema amewabadilishia kutoka siku ya leo. Alitaka tu mfike kwenye madhabahu yake, anene na wewe, ndiye akuambie usife moyo, maana umekuwa kukufa moyo. Usife moyo, atakutumia na atakutumia njia moja, dunia mzima itakutambua. Hakuna nchi utatembea duniani, utaenda kila mahali na utaenda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naye Mungu atakusaidia na atakutetea, atakupigania. Na ile vitu ambavyo umekuwa nayo kwenu, umekuwa na vita vikubwa sana. Bwana ananiambia tu ukubali kumsamehea huyo mtu, naye atakusamehea na atakufungulia milango mingine. Yeye ndiyo anaendelea hivyo. Na hiyo chukizo ambayo imekuwa mbele ya nyumba yenu, Bwana amesema ameimaliza. Kutoka siku ya leo hautaiona tena. Amani imerudi. Let's continue praising. Continue worshiping. Bwana anasema He's releasing a special gift unto you. Come closer. Inua mikono yako juu.
Shika sadaka yako. Chukua bahasha, chukua bahasha. Shika sadaka yako. Nataka kuinenea. Brother, stay focused. You are a very bright son. You are a very bright person. Company. You are two friends. You know them. They are two friends. Their behaviors are not good. You know them. They keep calling you. You keep going out with them. Sometimes you force yourself. You plan not to reach to go where they are, but you find yourself there because you got a lot of bitterness from somewhere. You feel like you want to die. You feel like, why did you come to this world? Is that true? Those two friends of yours, they are schooled like you. They have gone to school like you. But now you are living in a wasted life. They really don't know where to start, where to go. There's this person you really feel like he let you down. Don't worry. Forgive him. Forgive him. And abandon that company in Jesus' name. Those two boys. You are not born to be like them. You're supposed to be moving from one country to another. God is going to open the doors for you and you'll be surprised. You move from one country to another. Your doors are going to be opened. You are going to be the shoulder for her to lean. Toka na kuma kuria kungi no tutumeire Ctv turning on the revive. Tuba kuona ni guoko kwa Jehova. Kindu gia keri twarikia kuona ni kindu gigwitwo roho wa Ngai, na kindu gia gatatu twana ni kindu gigwitwo mahindi momu. Mahindi maya momu ni mariku? Mahindi maya momu ri na guoko guku kwa Jehova ona roho wa Ngai ni kuga atia ni gukorwo ati we urona totiganeirio wo urona maundu maku marituhire, maundu maku makinyire muico, family yaku yakinyire ati ukiona nduri no ndungiugika. Hihi no watiganeirio ni muthuri waku, hihi no watiganeirio ni mutumia waku, hihi no watiganeirio ni andu, ona makeria muno ugakorwo aria ureciretie nio arataku uracoka urona akora ti arataku. Hihi mahinda-ini maingi wakorwo heka biashara uraigite urakora ka biashara kau nikarathirire na korona ino nari kuo, kana hihi hari kaundu urekaga na kaundu kau nikarahingicikire ni undu wa maundu matiganite. Kiu nikio gituamba na kiu nikio kiundu kiu gikikite thiini wa gituamba kiu uragerera nikio aya kuna vipawa vingine vime vipawa ya uponyaji ndio hiyo. Hey, ndio hiyo.
Haya! Pokea. Haya. Manabii. Wewe, tengeneza hapa. Manabii. Vipawa vya manabii. Ndio. Pokea. Inua mikono yako juu. Upokea. Inua. Haya. Huduma ndio hiyo. Huduma. Imeanguka. Watu warongo. Bozo ya karaba. Mwezi baada ya mwezi prophetically. Kwa wale hawajui, tumekuwa tukitembea mwezi baada ya mwezi, tukitoka mwezi huu tunaenda mwezi huu mwingine prophetically. Kutoka January ni mwezi wa kwanza, ni number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Kila mwezi uko na maana yake. Mwezi wa 9 nilikuambia ni mwezi wa kuzaa, is a month to give birth. Mtoto anakaa kwa tumbo miezi ngapi? Miezi 9. Na nikawaambia vitu vitatu vitafanyika. Vitu vitatu. Kuna mtoto atazaliwa na atazaliwa vizuri, na kuna mtoto atazaliwa lakini atakufa akizaliwa, na kuna mtoto atakufa akiwa ndani ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo maneno yote tuliyaona hapa. Mwezi huo tumeyaona. Kuna watu ambao wametoboa, kuna watu ambao hawakutoboa, kuna watu ambao miujiza yao ama baraka zao zilifinywa wakati wa kwenda kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vision, kuna shioneki vision ambazo zilikufa. Hapa tumeona tumezaliwa vision ya wazee, wale wazee tumewapatia chakula hapa. Tulikuwa na service nzuri sana. Mwezi huo kumezaliwa wana youth wakakuja. Mwezi huo mtandao yetu ikaanza kufanya kazi. Sasa mwezi wa 10 ni mwezi wa baraka. Ctv turning on the revive. Amateur break.